Shalom, ninakusalimia katika jina la Yesu, na leo nimepata tena neema ya kusemezana na wewe mambo machache kwa habari ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutajifunza somo linaitwa nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Na habari hizi tutazisoma katika Yohana sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 23. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walipokuwepo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku akidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi mwalimu Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu, akamwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe liliwekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba leo tutaenda kujifunza somo linaloitwa nguvu ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Na tumesoma katika Yohana hiyo sura ya 11 kuanzia mstari wa 23, lakini nitaelezea sasa kuanzia mstari wa kwanza mpaka hapo nitakapoishia. Huu mstari kuanzia mstari wa kwanza tunamuona Lazaro. Biblia inamtambulisha kwamba Lazaro alikuwa rafiki yake mkubwa sana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa rafiki yake kipenzi sana Yesu. Lakini Biblia inasema kwamba Lazaro alipata homa. Lazaro alipata tatizo. Alipopata tatizo, dada zake Martha na Mariamu walituma taarifa kwa Yesu kumwambia, rafiki yako mpendaye hawezi, anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu alipopata ule ujumbe, aliwajibu akawaambia ya kwamba ugonjwa huu sio mauti, ila ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana aweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea kusoma hapo chini kuanzia huo mstari wa kwanza mpaka mstari wa 19, nafikiri mpaka mstari wa 19, utaona jinsi ambavyo Yesu, Biblia inasema kwamba alipopata ile taarifa hakwenda kwa wakati, hakwenda on time, kwamba sasa ameitwa leo aende leo, hakuitwa aende kwa wakati huo. Biblia inasema kwamba alikaa siku 2 pale pale wakati amepata taarifa, wakati Lazaro amefariki. Bwana Yesu asifiwe.
Baada ya Lazaro kufa, Yesu akawakusanya wanafunzi akasema twendeni. Wakati Yesu anaenda akawaambia wanafunzi wake, Lazaro amelala, ninaenda kumwamsha. Bwana Yesu asifiwe. Na wanafunzi wake walijua kabisa kwamba kitu anasema Yesu au Yesu alimaanisha usingizi wa kibinadamu, kulala na kuamka. Wakati huo Yesu hakumaanisha usingizi huo. Yesu alimaanisha mtu amelala mauti. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika akawakuta ndugu zake aliwakuta katika hali mbaya, aliwakuta katika hali ya mafadhaiko, aliwakuta katika hali ya uchungu. Tayari ndugu yao amekwisha kufa, na si kufa tu, ndugu yao tayari amekwisha kufa na tayari ana siku 4. Sote tunafahamu ya kwamba mwanadamu akifa asipohifadhiwa vizuri hawezi kaa ndani ya siku 2, lakini Biblia inasema kwamba huyu mtu tayari alikuwa amekwisha kufa na ameoza tayari. Wakati ameenda kwa ndugu zake, dada zake wakamwambia, Mariamu akamwambia Yesu, Bwana wangu, kama ungekuepo rafiki yako ndugu yangu asingekufa. Lakini Yesu kitu alimwambia sikukwambia kwamba ukiamini utaishi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mariamu alijua kwamba Yesu alimaanisha kwamba kuishi ulimwengu mwingine ambao tunautarajia tena. Yaani alijua anamaanisha kufufuka wakati mtu amekufa, lakini Yesu hakumaanisha hicho. Yesu alimaanisha kuishi tena kwa wakati huu, tena kuishi tena, yani alimaanisha kwenda kumwamsha Lazaro katika ile mauti, kwa sababu hapo kwanza alikuwa amewatangazia kwamba ugonjwa huu si wa mauti, ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na dada zake tayari walikuwa wamesahau lile neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na Biblia inasema kwamba akasogea kaburini. Yesu aliposogea kaburini akasema, funueni jiwe. Lakini Martha dada yake akamwambia, mwalimu, huyu mtu tayari amekufa, ameoza na anatoa harufu sasa, wacha tusifungue. Yesu akamwambia, fungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Alipofungua jiwe, Yesu akalia kwa sauti kuu, akamwita Lazaro, njoo huko nje. Lazaro akatoka hali amefungwa sanda. Bwana Yesu asifiwe. Lengo langu ninataka kusema na wewe ambaye yamkini umepita mahali ambapo mahali hapo pamekufanya udhalilike, pamekufanya kila mtu aone hiyo aibu. Bwana Yesu asifiwe. Yapo mazingira tunapitia, yapo mazingira tunapopita hatuwezi tena kujitetea wenyewe. Hauwezi tena kujifunika nguo, nikiwa namaanisha kwamba hauwezi tena kuficha aibu. Madam tu Mungu ameruhusu waone hiyo aibu, madam Mungu ameruhusu waone hayo mateso, madam Mungu ameruhusu waone hayo machozi, nataka nikwambie Mungu ameruhusu utukufu hapo mbele. Endelea kumwamini Bwana, endelea kutulia kwa Kristo, endelea kumwambia Mungu, nitakusubiri. Hata kama adui zangu wangeona machozi yangu, hata kama adui zangu wangeona aibu yangu, hata kama watesi wangu wangeona chochote ambacho hicho kitu yamkini kinanidhalilisha, lakini Mungu, ninakusubiri tena kwamba bado utaendelea kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunamuona Lazaro, tunaona dada zake, tayari huyu mtu amekufa. Nataka nikwambie, unaweza kuomba mambo, unaweza kukuta ni kweli umefunga, ni kweli umeshirikisha na watu ambao yamkini unawaamini kwamba kwa jambo hili nikimpelekea mtu fulani hapa ninatoka salama, lakini umeshirikisha waombaji, umeomba mwenyewe, umefunga 3 za kutosha kavu. Yamkini umeshirikisha, kama nilivyosema, kuna wachungaji ambao unawaamini ya kwamba hili jambo nikipeleka linaenda kuisha, lakini lile jambo bado halijatoka, lakini ile shida ni kama bado inakungangania. Nataka nikwambie ya kwamba endelea kumwamini Mungu. Wacha waone hiyo aibu, wacha waone hayo machozi, wacha waone huko kushindwa, wacha waone hiyo hali unapitia. Yamkini unapitia kwenye ndoa yako imekuwa ikikusumbua, yamkini unapitia kwenye kukosa uzao, tumbo lako limefungwa, lakini nataka nikwambie ya kwamba endelea kukaa katika imani, kumwamini Kristo ya kwamba Yesu utanitendea hata kama nimechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nikutie moyo ya kwamba hawa dada zake Martha na Mariamu walimuita Yesu, lakini Yesu hakuonekana kwa wakati, lakini Yesu hakuwajibu sawa sawa na walivyosema na walivyotaka. Biblia inaniambia kwamba walipomuita alikaa siku 2 kwanza kabla hajaenda. Ina maana kwamba alichelewa kwenda, lakini Yesu alitenda kwa wakati. Endelea kusubiri ya kwamba Mungu atakutendea hapo mahali, Mungu atakutoa katika jina la Yesu Kristo.